Yesu anataka wafahamu kwamba yuko pamoja nao. Watakapojua kwamba Yesu yuko pamoja nao, patakuwa tena shwari. Sikia mwana wa Mungu, usihangaike tena. Usiende kwa kalumanzira, usiende kwa wataalamu. Yesu yupo. Kuna wakati utakimbilia huko, mambo yatazidi kuwa mabaya. Wanafunzi walipoendelea kupambana, ndipo hali ilizidi kuwa mbaya. Ni mara ngapi umewakimbilia watu, umewatafuta watu, bado hali imekuwa mbaya. Yesu anataka ufahamu kwenye hiyo hali yupo. Yupo. Kama ulichelewa, ni wangapi walichelewa akapata suluhisho? Ni wangapi walichelewa na bado neema ikatokea? Ni wangapi walichelewa na bado mambo yakawa mazuri? Kama umeomba miaka 2, ni shauri yako hiyo. Kuomba ni haki yako. Pata ufunuo kwanza. Kwani Yesu amesema ombeni bila kikomo? Kwani ukiomba sana unakuja kuniambia baba nimeomba sana, sasa sio juu hata inakuaje? Omba mama, omba dada, omba kaka, omba. Sio mimi, ni Biblia inasema ombeni bila kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndo sasa ufunuo kaingia ndani yao. Unajua ufunuo ni ile kumbukumbu ya Mungu kuamuka tena ndani ya mwanadamu, na mwanadamu anaanza kuamua kama Bwana atakavyo na kama Bwana aonavyo vyema. Nao kumbukumbu ikaamuka ndani yao, na ilipoamuka ndani yao wakamwendea, wakamsogelea. Bwana, kuangamia kwetu hakukuambia kitu. Yesu akasema mna bahati, mmetambua kwamba nipo. Akaamka. Jambo la kwanza Yesu alifanya nini? Akainua mkono wake juu, akaanza kuongea na upepo, akaanza kuongea na zoruba, na pakatulia, pakawa shwari. Kwamba wanafunzi walijichelewesha wenyewe kuweka shwari kwenye bahari. Walichelewesha wenyewe kuweka utulivu kwenye bahari. Wangetambua toka mwanzo Bwana dili iko hapa, Yesu angetuliza usumbufu wote waliopata, wasingeendelea kuupata. Hata Yesu alipovaa mwili, kuna wakati alitaka kuchoka sababu alikuwa amevaa asili ya mwili. Baba, ikiwezekana kikombe hiki, lakini mapenzi yako. Ile neema ya kiungu iliyomo ndani yake ikamwezesha kusema mapenzi yako yatimizwe. Lakini kwa jinsi ya kimwili alishaanza kumwambia Bwana, wewe nitachoma mkuki pale Golgotha, watanitandika mijeleti, watanivika taji la maana. Kuna wakati Mungu alifunua akamonyesha mateso yote anaenda kuyapitia. Akasema mama, nimezaliwa na Mariamu, naenda pitia hapa. Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimie. Alikuwa amevaa kaasili kamwili kwanza kidogo. Kwa ukiona mwanadamu amekusaidia leo, kesho ameacha na amekukataa na amekuchukia, usifadhaike, ndo asili. Sasa na Biblia inasema amtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake, afanye nini? Lakini abarikiwe yule anayemfanya Mungu kuwa kinga yake, tegemeo lake. Unaweza kuanza na mtu biashara mkaenda vizuri, matokeo atakapoonekana anakubwaga, anakuweka chini, unaonekana wewe si chochote. Usikate tamaa, hiyo ndo asili ya mwanadamu. Lakini mwanadamu akiwa na nguvu ya kiungu ndani yake, atapata neema ya kufanya maamuzi mazuri.
Kwa usihangaike tena kuangalia watu, usihangaike tena kutazama watu. Unajua ukiwa na mtu yeyote, kuna jambo fulani mnasaidiana, anakubeba, naona mbeba, usimtegemee. Mtegemee Mungu kwa ajili ya yule mtu, ataendelea kuwa salama. Lakini ukaanza kuweka mawazo yote kwa yule mtu, atabadilika kesho. Lakini ukimtegemea Mungu kwa ajili ya yule mtu, kila siku Mungu ataachilia nguvu ndani yake, na atakuwa na utisho, hofu ndani yake, hatabadilika. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Efeso 1:17. Efeso 1:17. Efeso 1:17 inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo, awape ninyi roho wa hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Amen. Amen. Mungu ni Paulo anaombea Waefeso. Ni Paulo anazungumza na Efeso. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima na roho wa ufunuo. Kwa sababu roho wa hekima akipatikana, roho wa ufunuo akipatikana, kuna moto utazimika katikati ya Efeso. Kuna zoruba itatulizwa katikati ya Efeso. Paulo alijua kwamba yule roho wa hekima akishuka ndani yao, ni uwezo wa Mungu ndani yao kutembea na kila kitu Mungu alichowapa vizuri. Maana Sulemani alipoomba hekima, Mungu akasema, kwa sababu umeomba hekima, haujaniomba utajiri, haujaniomba nini, kukubariki nitakubariki. Katika wafalme waliopita hakuna atakayefanikiwa kama wewe, na katika wafalme watakaokuja hakuna atakayefanikiwa kama, kwa sababu aliomba roho wa hekima. Na Mungu akaona alichokiomba Suleiman ni kitu cha tofauti sana, ni kitu cha kipekee sana. Maana ile hekima ndani ya Suleiman ndio itamwezesha kuongoza taifa. Maana Suleiman alisema, maana watu hawa ambao umenipa ni waongoze ni wengi sana, siwezi kuwaongoza bila hekima. La, ukinipa hekima nitaweza kuwaongoza vizuri. Ina maana hekima inatusaidia kutembea na kila kitu Mungu alichotupa, kukitembea nacho vizuri. Mungu amekupa uimbaji, Mungu amekupa utumishi, Mungu amekupa mume, Mungu amekupa biashara, Mungu amekupa kazi. Kitakachokufanya uweze kutembea na kila kitu Mungu alichokupa vizuri ni hekima. Na ndio Paulo anaomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho wa hekima. Kutoka roho wa hekima kuja roho ya ufunuo. Kwa sababu alijua roho wa ufunuo akikaa katikati yao, ni wao wataanza kuona kama Mungu aonavyo. Wataanza kuamua kama Mungu aonavyo vyema. Wataanza kusimamisha kila hata kitakaotokea. Na mimi leo nakuombea roho wa hekima na roho wa ufunuo akatulie juu ya maisha yako. Unajua roho wa ufunuo akikaa juu yako ni uweza wa kimungu ndani yako kufanya vitu visivyowezekana viwezekane ndani yako. Maana ufunuo unaweza kusimamisha season mbaya na kuanzisha season mpya. Na leo Bwana Yesu akupe roho ya hekima ili season ya mateso inyamaze kwenye maisha yako. Uanze season ya mafanikio, uanze season ya baraka, na Mungu akuwezeshe. Bwana Yesu asifiwe.
Ni kwamba mwanamke Mshunemu aishasahau swala la mtoto yeye, lakini revelation, ufunuo ulipoingia ndani yake. Napenda sana ufunuo. Ufunuo unaamshaga vitu vilivyolala. Napenda sana ufunuo. Ufunuo unafanyaga vitu vilivyokufa viwe tena hai. Ufunuo unafanyaga vitu vilivyopotea vijilete vyenyewe. Ni kwamba roho ufunuo anapokaa ndani yako, kama kuna watu walipotea watakuja, kuna biashara ilifeli itaamka tena, kuna watu walikimbia watakutafuta wenyewe. Ufunuo mwanamke Mshunemu haukumwacha Elisha abaki salama. Kuna ufunuo ukishuka ndani yako, ndugu mpendwa, vitu ambavyo uvikumbuki, ule ufunuo utavikumbusha. Ni kwamba ule ufunuo mwanamke Mshunemu haukumwacha Elisha kae salama, ukamkumbusha Elisha, huyu mama hajalia kwamba anahitaji mtoto, lakini kuna shida ya mtoto kwa huyu mama. Sio Elisha alifunuliwa kwa sababu alitakiwa kufunuliwa, jamani, hapana. Ufunuo mwanamke Mshunemu ulipeleka maono ndani ya Elisha. Ukaanza kuzungumza na Elisha, huyu mama hana mtoto. Hana nini? Wewe pale ulipo, kuna vitu vishafeli na hauvikumbuki, ni ushaona ni kawaida. Lakini kwa nguvu ya ufunuo, kwa nguvu ya hekima, vinaweza vikarejea leo kwa jina la Yesu. Mama, tumefika hapa lakini hatujasikia sauti ya nini? Ya mtoto. Hatujasikia kabisa. Hatujasikia chochote. Mama, utakumbatia mwana. Kilichotokea ni nini? Alikumbatia mwana. Mungu akusaidie. Mtoto aliyepotea na hauna matumaini kwamba anaweza kuja, ukamkumbatie. Biashara iliyokufa na umekaa umeona hakuna cha kufanya, ukitaka kufanya chochote unaogopa, Mungu akupe ujasiri na kukupa biashara hiyo ambayo unatakiwa kufanya. Lakini hayaji kwa sababu nimesema ni kama tukiwa na ufunuo. Haikutokea kwa mitume, kwa wanafunzi, ni mpaka pale walipopata idea ya kwenda kumwamsha nani? Yesu. Ndio maana katika yote usifanye kwa mihemuko, fanya kwa utulivu. Ukisikiliza sauti ya Mungu, utaenenda vizuri, utafanya vizuri na matokeo yatakuwa mazuri. Yule mtoto Mungu akataka kumjaribu sasa yule mwanamke. Acha kwanza yule mtoto afe, niangalie kweli kama ufunuo bado. Mama atapata ufunuo katika jangwa, na aliwajua. Kwa kipindi mtoto anakufa, mama alichanganyikiwa, akasema hapana, kweli watumishi mimi ndo nimeomba huyo mtoto. Sikia sasa ufunuo ulivyoshika, ulivyopata power. Na ukiomba na watu wenye ufunuo, kama una roho ya Mungu utachanganyikiwa. Nakwambia, kama una roho ya Mungu na una ufahamu wa kiroho utachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mama akiona kijana amekufa, tena ni mtoto wa uzeni jamani, amekufa, nilipewa mtoto kwa nguvu ya kinywa cha watumishi wa Mungu, amekufa, nitafanyaje? Mama akasema kulia silii. Alikuwa ni kiongozi katika nchi, angelia watu, viongozi wengine wangekusanyika na kwanza kumpa pole, lakini pole ya watu singefanya chochote.
nchi nzima ingekusanyika nyumbani kwake kusema jamani, jamani alikuwa ni katoto kamoja, katoto kauzeni jamani, amekapata kwa muujiza, kamekufa, Mungu we, hayo asingesaidia. Tatizo lako ni nini? Mbona wewe unalalamika sana? Unasema Mungu haoni mateso yako. Umerudi nyuma kwa kisingizio kwamba Mungu hakujali, kumbe Mungu anakutazama. Neno lake lasema umwite siku ya mateso akuokoe, akuvushe ulipo uone nguvu zake. Hata kama wamekunenea maneno mabaya ya laana, Mungu wetu atayaondoa. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Futa hayo yote walioyanena. Futa hizo kumbukumbu za laana, bali wewe umuite. Kuna mahali anakupeleka. Mwanamke Mshunema akasema, hapana, hili limenipata, lakini mtoto nilimpata ni kwa sababu nilikutana na Elisha nabii, na nitamwendea Elisha nabii. Na wakati huo Mungu akamvisha Elisha nabii habari ya mauti ya mwanamke Mshunema, ya mtoto wa mwanamke Mshunema. Mwanamke Mshunema anafika, Gehazi anataka kumzuia. Elisha anamwambia Gehazi, mwache aje, kwa sababu hata mimi Bwana amenizuia. Kuna wakati Mungu ataficha watumishi magumu ulionayo, lakini ufunuo wako utaondoa matatizo yako, utaondoa aibu yako. Elisha hakuona, Elisha hakutazama. Ufunuo ndani ya mwanamke ukazidi kufanya kazi. Pokea ufunuo kwa jina la Yesu. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Akakwenda akamwambia Elisha, yule mtoto amekufa, sasa ataamka, sasa ataishi. Sijakomba huyo mtoto. Elisha sijui alisikiaje ndani, amekufa. Kuna wakati Bwana amewaficha watu kuyajua matatizo yako. Umeona kwamba watu ni wabaya. Hapana, Bwana anataka ufunuo. Bwana anataka ufunuo. Watu wakiyajua watakuchelewesha. Watu wakiyajua utakufa ndani ya season mbaya. Akakwenda, amekufa. Na aliongea kwa ujasiri, sasa sijakomba mtoto, twende kamwamushe. Sikia watu wenye ufunuo, twende ukafanye nini? Wewe ungesijunge fanyaje? Ungesema ndio hivyo amekufa, nabii wa Bwana nitie moyo. Baba, twende. Hajaomba, na kweli hajaomba. Kilicholeta mtoto ni ufunuo wake. Unanielewa? Kwa hiyo na kitakachoamsha mtoto ni ufunuo. Utakachokipata kwa ufunuo, hata kikifa kitaamuka. Kitakachokuja by revelation, hata watu akipige vita kitajipigania chenyewe. Kuna vile Bwana anaenda fanya kwa sababu ya ufunuo. Watu sababu wana asili ya vita wataanza kupigana, lakini chenyewe kitapigana. Rakatasapai. Acha kuwaogopa watu. Kama Bwana amefanya kupitia ufunuo, usiogope vita. Alichokifanya Bwana kitapigana chenyewe, kitashindana chenyewe. Ufunuo ndio ulimleta mtoto, na ufunuo utamwamsha tu mtoto. Ufunuo ndio alifanya Elisha aongea habari za mtoto. Ufunuo, Elisha atakwenda tu kufufua mtoto, atafufua. Usiogope maneno yao.
Ufunuo utapambana nao. Usiogope vita vyao. Ufunuo utapambana nao. Kuna mtu upo kwenye season mbaya, ufunuo utafanya kazi. Ninasema pokea. Twende umwamushe. Mimi kumbuka vizuri, nilikuomba mtoto. Ulimwambia Mungu akulete kwenye dunia? Au ulimwambia kupe miguu miwili? Au ulimwambia kupe macho mawili? Pokea ufunuo wewe. Tutamwendea Bwana, tutamsogelea Bwana, tutamkimbilia Bwana. Ulimwambia kupe idea ya hiyo biashara. Biblia inasema Mungu ndani yetu ni tumaini la haki. Ulipoanza pata idea hiyo biashara, ni Mungu aliweka ndani yako. Nasema pokea tena. Twende uamushe. Sema tu Sema Elisha utaamusha. Sema Elisha utaamusha. Sikia, huyu mama mwenyewe alimtengenezea Elisha ujasiri. Kuna watu hawajui kuwatia watumishi ujasiri wa kuwaombea. Sasa unaniambia mtumishi, hivi itawezekana kweli? Hivi mtumishi, hivi hili nalo linaweza likawezekana Sasa lazima wewe sasa uanze kuwa na ufunuo kwa niaba yake. Sikia, muombezi, yani muombaji anayekuombea sio anatakiwa kuwa na ufunuo, bali wewe unayeombewa ndio unatakiwa ufunuo. Hivi unanielewa? Wewe unayeombewa ndio unatakiwa kuwa na nini? Ule ufunuo wako utamuinua yule anayeku, na atatamka neno moja tu na mambo yatatokea. Ataongea mara moja tu na mambo yatatokea. Atasema neno moja. Kwani yule askari, yule afisa alipomwendea Yesu, si mwenyewe ufunuo wake alimwambia, Bwana, neno moja tu na mtumwa wangu atapata kuishi? Ni kwamba yeye alitengeneza vitu Yesu anaweza kuviongea. Tamka neno. Wewe unatamkaga nini? Hivi Mungu, hata ukianza kuomba, Baba hivi hapo utaniwezesha Mungu, mbona ni pagumu? Hapana, kataa. Neno moja. Paka Yesu akageuka, akaugeukia mkutano, akasema nimekutana na bomu leo. Hata katika Israeli sijaona kitu kama hiki. Sijaona mtu mwenye imani kama hivi. Kitu kinaweza kufanya mpaka pale kwenye kiti cha enzi. Kiti cha enzi kishangae. Ni ufunuo wewe. Kama mpaka kiti cha enzi kitaanza kuyashangaa na kuguswa na maneno yako, vitu vitafufuka tu. Mambo yataishi tu. Akaondoka. Kufika kwake, jamani, mtumwa kaishapona. Mtumwa yuko hai. Mtumwa anaishi. Faida alizokuwa anazipata kutoka kwa mtumwa akaanza kuzipata tena. Biashara mtumwa alikuwa anafanya vikaendelea kufanyika. Sema neno. Elisha utafufua. Elisha utafufua. Natamani nipate watu watakaosema, Baba shukuru, sema neno moja tu. Sasa wewe hata ukija, kuna mtu nilimwombea juzi, nikaomba Mungu msaidie, na ina uhakika imekuwa. Kwa sababu mbona hujaniombea sana? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia siku gani nilikuwa namwombea janti hapa, nikaomba maombi,
Mungu msaidie mtoto wako, umupe haja ya moyo wako. Akatoka, kaka mimi niombeagi sana kama wengine. Ufunuo. Sema neno. Elisha, twende ukafanye nini? Elisha kwenda kumfufua aliomba. Aisha pata ujasiri.